Kwa majina yangu naitwa Dr. Noeli Julius Mgaya, ni afisa daktari wa kinywa na meno katika halmashauri ya Itigi. Ndugu wapenzi na watazamaji wa Itigi TV, nipo hapa leo kwa ajili ya machache kuhusiana na elimu ya kinywa na meno. Kwa kuanza tu tutaenda kuangazia vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na afya ya kinywa na meno. Kwanza tutaangazia habari ya meno kutoboka. Tutajua sababu zake ni zipi, lakini pia tutajua dalili zipi ambazo mgonjwa huyu huwa atazipata kama ni ashiria kwamba meno haya yameanza kutoboka. Lakini pia tutajua matibabu gani sasa yafanyike kwa huyu mgonjwa. Mwisho pia tutajua mbinu gani zitumike kuokoa jamii yetu dhidi ya magonjwa haya ambayo yamekuwa ni gumzo katika jamii kwa sasa. Pili, tutaenda kuangazia habari ya magonjwa ya fizi. Tutaenda kuona sababu hasa vitu gani ambavyo ni hatarishi ambavyo vinapelekea magonjwa haya ya fizi. Sio hivyo tu, pia tutaenda kuangalia dalili zake lakini pia matibabu yake na njia za kujikinga na magonjwa haya. Naam, lakini mwisho kabisa tutaenda kuangalia dhana potofu ambazo watu au jamii wamekuwa nazo kuhusiana na kinywa na meno ili kuongeza uelewa juu ya afya ya kinywa na meno. Nashukuru sana. Meno kutoboka au kitaalamu tunaita dental caries au tooth decay. Hii ni hali ambayo huwa inaikumba meno ambapo huhusisha tabaka la nje au tunaita enamel kuondoka kwa njia mbalimbali. Bakteria waliopo mdomoni hasa Streptococcus mutans wanapovunja vyakula au wanapovunja yale mabaki ya chakula ambayo huwa yanabaki mdomoni baada ya kula vyakula kama vya carbohydrate, wanga na vyakula mbalimbali au sukari, wanapovunja vile vyakula kupelekea kuzalishwa kwa tindikali au acid. Sasa ile acid baada ya kuvunjwa, baada ya kuzalishwa ile acid au tindikali kupelekea sasa meno kuanza kutoboka. Na tabaka la kwanza kuathiriwa huwa ni tabaka linaloitwa enamel, tabaka la nje kabisa ambalo ni gumu. Kadri ambavyo inazidi kuachwa au kadri ambavyo muda unazidi kwenda pia kuathiri tabaka la katikati au tunaita dentine. Pasipo kutibiwa kwa wakati huathiri pia hadi tabaka la ndani kabisa ambalo kitaalamu tunaita pulp au kiini cha jino. Hapo sasa ni hatua ambapo sasa mgonjwa wetu ataanza kuhisi maumivu makali kwa sababu sehemu ya kiini cha jino kuna neva za fahamu. Kwa hiyo mgonjwa atapata maumivu makali sana. Wakati mwingine maumivu huwa yanaambatana na kichwa kuuma, shavu, misuli ya shingo na vitu kadha wa kadha. Cha pili, tutaenda kuangalia sababu zipi hasa ambazo zinapelekea meno kutoboka. Cha kwanza ni sukari, simple sugar au tunaita sukari rahisi. Ili jino litoboke ina vitu vinne, ambapo kuna baadhi ya tafiti imeongeza kuwa muda pia ni some factor ambayo inapelekea meno kutoboka. Likiwepo jino lenyewe kukiwa kuna bakteria mbalimbali ambapo kitaalamu tunaita normal flora, Streptococcus mutans, lactobacillus bacteria hawa, lakini pia pakiwepo na sukari, tunaongeza pia na muda. Hivi vyote vikiungana kwa pamoja vitapelekea jino kuanza kutoboka. Na nikumbushe kuwa jino kutoboka ni mchakato mrefu, sio mchakato wa siku moja wala siku mbili, ni mchakato mrefu. Kwa tafiti za WHO mwaka 2009 zinasema kwamba kuchukua zaidi ya miezi 12 na kuendelea.
Hivyo basi ni rahisi kwa mgonjwa kumkinga mgonjwa wetu endapo atafanikiwa kuja kwa ajili ya uchunguzi, tujue level gani ya jino kutoboka limefikia na tujue namna gani ya matibabu yake kumfanyia. Dalili zipi za mgonjwa wetu kuona kwamba huyo mgonjwa ana shida ya meno? Tutajuaje? Cha kwanza tutajua jino litakuwa na tundu kwenye jino, ni mojawapo ya dalili jino kutoboka. Weusi kwenye jino ni mojawapo pia dalili jino kutoboka. Meno kuuma wakati pindi mtu anapokula vyakula vya baridi au vya moto, hii ni dalili pia. Lakini pia harufu mbaya mdomoni pia ni dalili ya jino kutoboka. Lakini pia kuhisi hali ya ganzi ni mojawapo pia dalili ya jino kutoboka. Fanya nini sasa ili kukinga jamii yetu dhidi ya magonjwa haya ya fizi, magonjwa haya ya meno kutoboka? Cha kwanza tunashauri watu wetu au wateja wetu au wagonjwa wetu au jamii kwa ujumla kwamba wawe wanatembelea wanafanya check up mara kwa mara. Tunashauri kila baada ya miezi 6 wawe wanamwona daktari wa meno kwa ajili ya matibabu, kwani utakapowahi kuchunguzwa ndipo tutajua shida ya jino kutoboka limefikia hatua gani na dawa gani ya kutumika kwa ajili ya kutibu jino lako. Nikumbushe kwamba tabaka la kwanza la jino, enamel, kuna matibabu yake huwa yanafanyika. Kwanza ni fluoridation, lakini hiyo tunapaka fluoride kwenye sehemu ya jino ambalo limetoboka. Kitaalamu tunaita initial or early enamel caries. Lakini pia kwa meno ambayo yametoboka kufikia hatua ya kati au dentine, hapa sasa huwa tunaziba jino au tunajaza jino kwa dawa ya muda mfupi, tunaita temporary filling, ambapo sasa hii dawa huenda kureplace au kurudisha sehemu ya dentine ambayo ilipotea. Mgonjwa wetu huwa tunampa miezi 3 atarudi ili tuweze kutoa dawa kidogo ile ya temporary, lakini tuweze kuweka dawa ya moja kwa moja au permanent filling. Lakini pia kwa yale meno ambayo yamefika hatua ya kiini cha mzizi wa jino, haya meno huwa tunatibu kwa matibabu yanaitwa root canal treatment. Haya ni matibabu ambayo huhusisha kusafisha sehemu ya jino ambalo limetoboka, lakini pia kwenda hadi kwenye kiini cha mzizi, kiini cha jino, ambapo sasa ile pulp au kile kiini cha jino ambapo kuna maambukizi hutolewa na kusafishwa na kuwekwa dawa. Mwisho wa siku jino la mgonjwa wetu linabaki likiwa haliumi kwenye kinywa chake. Dental function zitaendelea kama kawaida, isipokuwa jino hili litakuwa hali sense au halihisi. Njia gani zitumike kwa ajili ya kujikinga? Njia nyingine pia tungeshauri kwamba watu wetu tupunguze vyakula vyenye sukari nyingi. Tupige mswaki angalau mara 2 kwa siku, japo kitaalamu tunashauri kwamba watu wapige mswaki baada ya kula chakula, lakini kwa maisha yetu ya kawaida haiwezekani. Kwa hiyo tunashauri kwamba wakati wa mchana mtu usikutue angalau mara 3, lengo ikiwa ni kutoa ile mabaki ya chakula ambayo yamebaki pale. Lakini pia njia nyingine, tupunguze matumizi ya pombe na sigara. Tunywe maji ya kutosha, kuhakikisha kwamba mdomo wetu au vinywa vyetu vinakuwa hydrated, kwa maana kuna magonjwa mbalimbali ambayo tutapata pia endapo tutakuwa tuna dry mouth au kinywa ambacho ni kikavu.
Tutapunguza mzunguko wa saliva kwenye meno yetu, hapo itakuwa ni rahisi. Washing effect haitatokea kwenye meno, itakuwa ni rahisi meno kupata changamoto. Lakini pia kuna magonjwa kama ya salivary gland, salivaritis na vitu kama hivyo pia vinapelekea. Cha pili tutaenda kuzungumzia habari ya magonjwa ya fizi. Magonjwa ya fizi, nini maana magonjwa ya fizi? Magonjwa ya fizi ni kushambuliwa kwa fizi au tissue ambazo hushikilia jino. Magonjwa ya fizi yamegawanyika kwa njia mbili. Kwanza kuna gingivitis, hii ni hatua ya kwanza kabisa ya magonjwa ya fizi. Dalili zipi ambazo mgonjwa atakuwa nazo? Dalili ya kwanza ni fizi kuvimba, fizi kuwa nyekundu, fizi kuuma. Hizi ni dalili za awali za magonjwa ya fizi. Lakini pia hali ya kuendelea kwa magonjwa ya fizi au hatua ya pili au level ya pili yanaitwa periodontal disease au periodontitis. Hii ni level ambayo mgonjwa wetu sasa imefika kwenye tissue za meno, ambapo dalili zake sasa ni kama tunasema periodontal pocket. Lakini pia mgonjwa huyu ataanza kutoa usaha kwenye fizi, lakini pia fizi zitaanza kuvimba pia, lakini pia hupelekea sehemu ya fizi pia kutoka, tunasema gum recession. Lakini pia hupelekea dalili nyingine pia ni meno kuanza kulegea, meno kuanza kuuma. Kipindi kijacho tutajifunza namna gani ya kupiga mswaki. Tutajifunza mswaki inabidi uwaje, tutajifunza sifa za mswaki. Mswaki inabidi uwaje, kwa mfano huu hapa ni mswaki wangu, huu hapa ni mswaki wa watoto. Tutajifunza mswaki wa kubwa inabidi uwaje na jinsi gani ya kupiga mswaki. Lakini pia tunazidi sana kuwakaribisha katika hospitali yetu, kituo chetu cha afya cha Itigi. Wakati utakapofika mahali hapa utapewa huduma mbalimbali kama kung'oa meno, lakini pia utapewa huduma mbalimbali kusafisha meno. Kuna mashine kama hizi. Hizi ni mashine ambazo hutumika kusafisha meno. Kuna kitu kinaitwa ugaga kwenye meno au simenti kwenye meno. Hii ni mashine ambayo itasafisha, kisha utapewa elimu namna gani ya kuzuia hiyo hali isirudie tena, kisha utakaa vizuri. Lakini pia utakapokuja mahali hapa utapewa matibabu ya kuziba meno kwa muda mfupi na muda mrefu, utapewa yote hapa. Ushauri na saa pia utapewa, na huduma nyingine mbalimbali utapewa mahali hapa. Nipende kutumia fursa hii kwa kuwakaribisha na nchi yote wa Itigi na sehemu mbalimbali ambazo zinazunguka, nikimaanisha Mitundu, Loa na sehemu nyingine, Mgandu na sehemu nyingine pia, tuweze kuchukua hatua stahiki. Wakati ni sasa. Karibu sana, karibuni sana nyote.